E Bwana, utuonyeshe rehema zako, utupe wokovu wako. Karibu katika tafakari ya neno la Mungu, ndugu msikilizaji na mfuatiliaji wa Oratorio Kanosa Media. Leo tutatafakari katika Dominika hii ya 19 ya mwaka A wa Kanisa, Dominika ambayo neno la Mungu linatualika kumtumainia Kristo katikati ya dhoruba za maisha. Katika Injili ya leo, wanafunzi wanakutana na dhoruba kali baharini. Wakiwa wamejaa hofu, ghafla wanamwona Yesu akija akitembea juu ya maji. Petro naye anataka kwenda kwa Yesu, lakini anapoanza kuangalia nguvu ya upepo na mawimbi, anaingiwa na hofu na kuanza kuzama. Ni picha inayofanana sana na maisha yetu. Wakati mwingine tunaanza safari zetu tukiwa na imani kubwa, lakini tunapokutana na matatizo, kukataliwa, kushindwa, magonjwa na changamoto za kifamilia au mashaka kuhusu kesho, tunaanza kumtazama zaidi upepo na mawimbi kuliko Kristo. Katika Dominika hii, somo la kwanza kutoka katika kitabu cha kwanza cha Wafalme, sura ya 19 aya 9a, 11 hadi 13. Nabii Eliya anamtafuta Mungu mlimani, Mungu wa kuonekana katika upepo mkali, tetemeko la ardhi wala moto, bali katika sauti ya utulivu. Somo la pili, Mtume Paulo akiandikia Warumi sura ya 9 aya ya 1 hadi ya 5. Paulo anaonyesha huzuni kubwa kwa ajili ya watu wake ambao hawajampokea Kristo kikamilifu. Na katika somo la Injili, Mwinjili Mathayo sura ya 14 aya 22 hadi ya 33, baada ya Yesu kuwarisha watu 1000, Yesu anawatuma wanafunzi wake kuvuka baharini. Wanakutana na dhoruba. Inapokea Yesu anawajia akitembea juu ya maji. Ungana nasi katika tafakari hii itakayoletwa kwenu na Padri Peter Kafuma kutoka shirika la Wakapchini OFM. Ndugu zangu wapendwa, tumsifu Yesu Kristo. Basi ninayo furaha kubwa kabisa kualika siku ya leo katika tafakari yetu ya neno la Mungu. Leo ninapokuletea tafakari ya Dominika ya 19 ya mwaka A wa Kanisa, na ujumbe ambao nataka tutazame leo kwenye masomo yetu unasema, usiyatazame mawimbi, mtazame Yesu. Usiyatazame mawimbi, mtazame Yesu. Ndugu zangu, nina swali moja ambalo ningependa kukuuliza. Hivi ni nini ambacho kinakufanya labda ushindwe kulala usiku? Ni nini kinakufanya ushindwe kulala usiku, ukose usingizi? Au ningekuuliza, ni kitu gani ambacho ukikikumbuka tu unakosa raha? Ukikikumbuka tu unakosa amani? Ni kitu gani ambacho ukikikumbuka tu kinakufanya usononeke? Au ni nini ambacho ukikikumbuka tu kinakufanya uhuzunike au upoteze matumaini, au imani yako iyumbe? Ukikikumbuka tu imani yako inayumba. Je, ni madeni ulionayo? Au labda inawezekana ni afya yako imekuwa na changamoto? Au inawezekana ni watoto wako, ukiwakumbuka tu unahuzunika, unasononeka, unakosa raha kwa jinsi wanavyo tabia zao na mienendo yao? Au inawezekana ni ndoa yako, ukikumbuka tu unakosa raha, unakosa amani kwa jinsi ambavyo ipo changamoto mnazopitia? Au inawezekana ni kazini, au inawezekana ni hofu ulionayo kuhusu kesho. Kwa hiyo ukishajibu swali hilo kwamba ni nini ambacho kinakufanya ukose usingizi, au ukishajibu swali hilo, ni nini ambacho ukikikumbuka tu unakosa raha, unakosa amani, unakosa kinakufanya usononeke, uhuzunike, upoteze matumaini. Ukishajibu hilo swali, tayari utakuwa umeshajua mawimbi yako ni yapi. Ukishaweza kujibu hilo swali, tayari umeshajua mawimbi yako ni yapi. Kwa sababu unajua ndugu zangu, kila mmoja wetu ana mawimbi yake. Lakini leo Yesu hatuulizi swali kwamba mawimbi yako ni makubwa kiasi gani. Hapana, hilo sio swali analotuuliza leo. Lakini leo anatuuliza, macho yako umeyaweka wapi? Macho yako umeyaweka wapi? Je, unamtazama Yesu au unatazama mawimbi yako? Unamtazama Yesu au unatazama matatizo yako zaidi? Unajua, katika Injili
Unajua Petro kwenye Injili hakuzama kwa sababu mawimbi yalikuwa makubwa, hapana. Lakini alizama kwa sababu aliondoa macho yake kutoka kwa Yesu. Alizama kwa sababu aliondoa macho yake kutoka kwa Yesu. Unajua kuna msemo mmoja wa zamani unasema, ukiwa unaendesha gari alafu unatazama kioo cha nyuma tu badala ya kuangalia mbele, utapata ajali. Kwa nini? Kwa sababu unapoangalia ndipo unapokwenda. Na ndivyo ilivyo ndugu zangu, hata katika maisha yetu ya kiroho leo. Ukiwa unaangalia tu shida zako badala ya kumtazama Yesu, utaanza kuzama. Ukiwa tu unaangalia dhambi zako badala ya kumtazama Yesu, utaanza kuzama. Ukiwa unaangalia tu wale waliokuumiza, siku zote unawaangalia hao tu, siku zote unawatazama hao tu, unawawaza hao tu, utajaa chuki, moyo wako utajaa chuki. Lakini ukimtazama Yesu, unapata nguvu mpya. Unapata nguvu ya kutembea juu ya maji mengi. Unapata nguvu ya kutembea juu ya maji yale yale. Unapata nguvu ya kutembea. Ndio maana leo ninakualika tutazame ujumbe huu kwamba usiyatazame mawimbi, mtazame Yesu. Usiyatazame mawimbi, mtazame Yesu. Sasa yako mambo matatu ambayo ningependa nikushirikishe kwa haraka kidogo. Mambo matatu. Jambo la kwanza, unajua mawimbi hayatuzamishi. Lakini kule kuondoa macho kutoka kwa Yesu ndiko kuna kutuzamisha. Ngoja nirudie. Mawimbi tunayokutana nayo kwenye maisha hayatuzamishi. Lakini tunapoondoa macho yetu kutoka kwa Yesu, tukayaweka kwenye hayo mawimbi, huko ndiko kuna kutufanya tuzame. Katika Injili ya leo kutoka Injili ya Mathayo, ile sura ya 14, mstari wa 22 mpaka wa 33. Tunaona mitume pale wakiwa ndani ya mashua, au ndani ya boti. Bahari imechafuka. Upepo umekuwa mkali sana. Mawimbi yamekuwa makubwa kweli kweli. Na kuna jambo muhimu hapa ambalo natamani ulione. Unajua hawakuingia kwenye dhoruba kwa sababu walikuwa wamemwasi Yesu. Waliingia kwenye dhoruba kwa sababu walimtii Yesu. Ngoja nirudie. Hawakuingia kwenye ile dhoruba, hawakukutana na hiyo dhoruba kwa sababu wamemwasi Yesu. Hapana. Walikutana na hiyo dhoruba kwa sababu walikuwa wamemtii Yesu. Maana Injili inasema Yesu ndiye aliyewalazimisha waingie mashuani. Kwa Yesu aliwaambia, jamani, nendeni sasa. Wakamtii. Na hii inatufundisha jambo la muhimu sana ndugu zangu. Ukiwa ndani ya mapenzi ya Mungu, bado unaweza kukutana na dhoruba pia. Haimaanishi kwamba ukiwa ndani ya mapenzi ya Mungu basi hutakutana na dhoruba yoyote. Kwa hiyo usifikiri kwamba kila tatizo unalokutana nalo kwenye maisha ni adhabu kutoka kwa Mungu. Hapana. Sio adhabu kutoka kwa Mungu. Kuna wakati mwingine upo katikati ya dhoruba kabisa, kwa sababu upo katikati ya mapenzi ya Mungu. Kuna wakati upo kwenye hiyo dhoruba unayokutana nayo ni kwa sababu umeamua kusimamia haki, ambayo haki ni mapenzi ya Mungu. Uko kwenye hiyo dhoruba kwa sababu umeamua kusimamia ukweli, na ukweli ni mapenzi ya Mungu. Wakati mwingine upo kwenye hiyo dhoruba kwa sababu umeamua kusimama kwenye upande wa Kristo. Na Injili inatuambia wakiwa kwenye hiyo dhoruba, wakiwa katikati ya maji, Yesu akaenda akitembea juu ya maji. Petro alipomuona akasema, Bwana, kama ni wewe uniamuru na mimi nije kwako. Alafu Yesu hakuanza kumpa darasa la namna atakavyotembea juu ya maji, wala hakumwambia ngoja kwanza Petro nitulize haya mawimbi. Hapana. Yesu alisema neno moja tu, njoo. Alisema neno moja tu, njoo Petro, njoo. Na Petro akaondoka, akatoka kwenye mashua, akaanza kutembea juu ya maji. Na kwa mara ya kwanza katika historia, mtu mwingine isipokuwa Yesu anatembea juu ya maji. Kwa hiyo Petro alitembea juu ya maji. Kwa hiyo ukiangalia, baada ya Yesu aliyekuja kutembea juu ya maji mwingine ni Petro. Alitembea juu ya maji. Alitembea kwa muda. Lakini Biblia inasema alipouona upepo mkali,
Maana yake nini? Alipobadilisha mwelekeo wa macho yake, alipoondoa macho yake kutoka kwa Yesu, alipoondoa macho yake kutoka kwa Yesu akayaweka kwenye mawimbi, akatazama mawimbi, ndipo akaanza kuzama. Kwa hiyo Petro hakuzama kwa sababu ya maji, hapana. Petro alizama unajua, kwa sababu kama maji yangekuwa ni tatizo, basi angezama aliposhusha tu mguu wa kwanza kwenye maji, angezama. Lakini aliposhusha mguu hakuzama, alitembea. Kwa kilichobadilika sio maji, lakini kilichobadilika ni macho yake. Ni wapi ameelekeza macho yake? Ndugu zangu, hili ni tatizo kubwa sana kwa watu wengi leo. Ni tatizo ambalo linatusumbua kweli kweli. Wakati mwingine tunatazama habari mbaya kuliko habari njema. Wakati mwingine tunatazama uchumi zaidi kuliko kutazama Mungu anayetoa riziki. Wakati mwingine tunatazama siasa zaidi kuliko hata kutazama ufalme wa Mungu. Wakati mwingine tunatazama watu ambao walituumiza kwenye maisha kuliko Kristo ambaye alitusamehe. Wakati mwingine tunatazama hofu zaidi kuliko kutazama ahadi za Mungu. Tunatazama hofu zaidi. Wakati mwingine, ndugu zangu, tunatazama yaliyopita kuliko kutazama neema ya Mungu anayotujalia leo kila siku. Na pole pole tunapotazama hayo, tunaanza kuzama. Tunapotoa macho yetu kwa Yesu, tukatazama vitu vingine, tunaanza kuzama pole pole. Na shetani anajua jambo moja: asipoweza kukutoa kwa Yesu, atajaribu sana kukufanya ubadili unachotazama. Atakushawishi sana uondoe macho yako kutoka kwa Yesu. Na ndio maana anajitahidi sana kutujazia makelele, anajitahidi kutujazia hofu, anajitahidi kuweka wasiwasi ndani yetu, anajitahidi kuleta tamaa ndani yetu, anajitahidi kuleta mambo mengi ambayo yanachofanya yanataka kuteka macho yetu, tutoke kwenye kumtazama Kristo, alafu tuelekeze macho yetu kwenye hofu, kwenye wasiwasi, kwenye kelele, kwenye tamaa na kwenye mambo mengine kama hayo. Kwa sababu anajua kabisa ukiondoa macho kwa Yesu, hata kama bado uko kanisani, utaanza kuzama moyo. Ukiondoa macho kwa Yesu, hata kama uko kanisani, utaanza kuzama. Na leo Yesu anatuuliza, hivi macho yako yako kwa nani? Macho yako yako kwa nani? Unamtazama nani? Kwa sababu kile unachokitazama ndicho kitakachoamua maisha yako ya kesho. Kile unajua, ukiangalia sana shida zako, utaishia tu kwenye hofu. Ukiangalia sana fedha, utaishi kwa ajili ya fedha tu. Kwa sababu ndicho unachokitazama. Ukiangalia tu sifa za watu, ukikazana kuziangalia sifa za watu, utaishia tu kutafuta kuwafurahisha watu. Lakini ukimtazama Yesu, hata kama hayo mawimbi hayajaisha, utapata nguvu ya kuendelea kutembea juu yake. Utapata nguvu ya kuendelea kutembea juu ya hayo mawimbi. Ndugu zangu, ngoja nirudie kusema, mawimbi hayatuzamishi, lakini kule kuondoa macho kutoka kwa Yesu ndiko kunako tuzamisha. Hilo ni jambo la kwanza. Ngoja tuende jambo la pili. Mungu huja tofauti na namna tunavyotarajia. Ndugu zangu, Mungu kuna wakati huwa anakuja tofauti kabisa na matarajio yetu. Au ningeweza kusema kwa lugha nyingine kwamba Mungu hufanya kazi hata pale ambapo macho ya binadamu hayaoni. Yes, Mungu anafanya kazi hata pale ambapo macho yako hayaoni. Unajua, ukisoma ile somo la kwanza kutoka kitabu cha Wafalme, ile sura ya 19 mstari wa 9 mpaka wa 13, tunakutana na habari ya Elia pale. Elia akimtafuta Mungu. Lakini tatizo ni kwamba alikuwa anamtafuta Mungu mahali pasipo sahihi. Hiyo ndio ilikuwa shida yake. Utaniuliza kwa nini nimejuaje? Kwa sababu alidhani kwamba Mungu angekuja katika upepo mkali sana, unaokwenda kwa nguvu, lakini Mungu hakutokea. Alidhani kwamba Mungu angekuepo kwenye ile tetemeko kubwa lililopita, lakini Mungu hakuepo kwenye ile tetemeko.
Alidhani kwamba Mungu angekuja katika moto, lakini Mungu hakuwepo, hakutokea. Mpaka mwisho Mungu akaja katika sauti ya upepo mwanana, kwenye hali ya utulivu, kwenye hali ya utulivu ya ukimya, ndipo Mungu alipokuja. Kwa nini? Kwa sababu Mungu alitaka kumfundisha Eliya jambo muhimu sana. Alitaka kumfundisha Eliya kwamba usipime uwezo wa Mungu kwa ukubwa wa tukio. Usipime uwezo wa Mungu kwa ukubwa wa tukio, kwa sababu Mungu huwa unajua Mungu huwa anafanya kazi kubwa zaidi mahali ambapo macho ya binadamu hayaoni. Unajua ndugu zangu, hata katika injili ya leo, kwa mfano, tumesikia kwenye somo la injili ya leo, Yesu alionekana hayupo mitume walipokuwa wanapambana kule na mawimbi. Yesu alionekana ni kama vile hayupo. Mitume walihisi wako peke yao wakati wanateseka na mawimbi yao. Walidhani wako peke yao, kumbe Yesu alikuwa anawaona. Na ndipo Yesu alipowaona, ndipo akaanza kutembea juu ya maji. Kwa hiyo wakati wanafikiri wako peke yao, Yesu alikuwa anawatazama. Mwandishi mmoja nakumbuka aliwahi kusema, akasema, Mungu huwa hafiki mapema kwa saa zetu. Hafiki mapema kwa saa zetu, lakini huwa hafiki amechelewa kwa saa zake. Ngoja nirudie. Mungu huwa hafiki mapema kwa saa zetu, lakini pia hafiki amechelewa kwa saa zake. Ndio maana kuna nyakati, unajua, katika maisha unaweza kufikiri kwamba kwa kweli Mungu amenisahau. Unafikiri Mungu amenisahau au Mungu ameniacha. Unaomba lakini hakuna majibu. Unalia lakini hakuna kinachobadilika. Unasali na kufunga kweli kweli, lakini tatizo linaendelea pale pale. Hali inaendelea kuwa ngumu vile vile. Ukisoma Biblia utaona kwamba kile kimya cha Mungu sio kutokuwepo kwa Mungu. Mungu anapokuwa kimya haimaanishi kwamba hayupo. Mungu anaweza kuwa kimya lakini bado anafanya kazi. Kwani ndugu zangu, tunapoweka mbegu ardhini, tunapopanda mbegu huwa inaota ardhini bila kelele. Mbegu huwa inaota, wakati mbegu inaota ardhini huwa hakuna kelele. Usikii eti mbegu inatoka inaota. Hapana. Au mtoto anapokuwa tumboni mwa mama yake, mama anapokuwa mjamzito, mtoto anapokuwa tumboni huwa anakuwa kimya kimya. Anaendelea kukua kule tumboni kimya kimya mpaka miezi 9 inapokamilika, mtoto anatoka. Anakuwa kimya kimya, hakuna kelele. Kwa kule kutokuwa na kelele hakumaanishi kwamba mtoto hakui, au kutokuwa na kelele hakumaanishi mbegu haikui. Ukumbuke moyo wetu, moyo unapodunda, unapopampu damu, moyo unapampu damu kimya kimya, hamna kelele. Lakini unafanya kazi masaa 24, unapampu damu kimya kimya, hamna kelele. Ndugu zangu, na hata Mungu ni hivyo hivyo. Mungu hafanyi miujiza mingi kwa sababu watu wanafikiri kwamba ili Mungu afanye lazima kuwe na kelele, lazima kuwe na manifestation za fulani fulani. Sio lazima. Tatizo letu ni kwamba tunataka Mungu atangaze kila anachokifanya. Hicho ndicho tunachotaka. Sababu sisi tunataka tutangaze kila tunachofanya, tunataka na Mungu pia atangaze kila anachokifanya. Lakini tunasahau kwamba Mungu hapendi maonyesho. Mungu anapenda wokovu, hapendi maonyesho. Wala Mungu hayupo kwa maonyesho. Siku hizi tumekuwa ni watu wa show nyingi sana. Ndio maana leo ninataka nikuambie kitu hiki. Usifikiri kwamba Mungu amekuacha kwa sababu hujamuona akitenda. Usifikiri amekuacha. Inawezekana kabisa Mungu anafanya kazi ambayo bado macho yako hayajaiona. Unajua Mtakatifu Yohane wa Msalaba aliwahi kusema, imani ni kutembea gizani ukiwa na hakika kwamba Mungu anaona unakoelekea au Mungu anaona unakoenda. Ndugu zangu, kuna wakati watu wengi sana, kuna watu wengi leo wamekata tamaa sio kwa sababu Mungu amewaacha, lakini wamekata tamaa kwa sababu
wanataka kuona kabla ya kuamini, lakini Mungu anasema amini kwanza, alafu ndipo utaona. Amini kwanza. Kwa hiyo leo, hata kama ukiwa unapita kwenye kipindi kigumu namna gani, naomba nikutie moyo. Hata kama unapita kwenye kipindi kigumu namna gani, usiharakishe kusema kwamba Mungu ameniacha. Usiharakishe kusema kwamba Mungu amenisahau, kwa sababu Mungu anapokuwa kimya, mara nyingi ndipo anapofanya kazi kubwa zaidi. Kumbuka ndugu zangu, Mungu akikaa kimya haimaanishi kwamba hayupo, haimaanishi kuwa hayupo. Jambo la tatu, twende jambo la tatu. Mkono wa Yesu ni mkubwa kuliko mawimbi yako. Ngoja nirudie. Mkono wa Yesu ni mkubwa kuliko mawimbi yako, kuliko changamoto zako. Ndugu zangu, hili ni jambo zuri sana tunalolipata kwenye Injili leo, ambalo labda watu wengi huwa hatulioni tunaposoma Injili. Unajua, Petro alipoanza kuzama, alitambua kwamba kwa kweli ujanja umekwisha. Alitambua ujanja umemwishia. Alitambua nguvu zimemwishia. Na alipotambua hiyo, hakujaribu kuogelea. Hakujaribu kujitegemea. Alipogundua anazama, hakutafuta msaada kwa wanafunzi wenzake. Alipogundua anazama, alichokifanya, alimlilia Yesu, tena kwa maneno machache tu. Bwana niokoe. Ndicho alichokisema. Bwana niokoe. Ndicho alichokisema. Bwana niokoe. Na Biblia inasema mara Yesu akanyosha mkono wake akamshika. Unajua, lile neno mara lina uzito mkubwa sana. Haimaanishi baada ya dakika 10. Anaposema mara akanyosha mkono wake, haimaanishi ni baada ya lisali moja. Hapana. Haimaanishi ni baada ya Petro kuzama. Hapana. Haimaanishi ni baada ya Petro kuzama kabisa akaishia kabisa. Hapana. Lakini lile neno mara linamaanisha papo hapo, muda huo, sekunde hiyo. Hiyo ndugu zangu ndio tabia ya Yesu. Sekunde hiyo alimshika Petro mkono. Papo hapo alimshika Petro mkono. Na hiyo ndio tabia ya Yesu ndugu zangu. Yesu hakufurahia kuona Petro anazama. Hapana. Wala Yesu hakusema ngoja upate fundisho kwanza Petro. Hapana. Wala Yesu hakusema nilikwambia usiwe na mashaka. Hapana. Wala Yesu hakumwambia Petro imani yako iko wapi. Hapana. Kitu cha kwanza alichokifanya ni kunyosha mkono wake. Alinyosha mkono wake. Baada ya kumwokoa ndipo akasema, kwa nini uliona shaka? Nasikia? Baada ya kumwokoa ndipo anasema, kwa nini uliona shaka? Ndugu zangu, hii ndiyo Injili ya leo. Kwamba Yesu huokoa kabla ya kukemea. Yesu anainua kabla ya kuonya. Yesu anakuinua kabla ya kuonya. Yesu anaponya kabla ya kuhukumu. Kwa nini? Kwa sababu upendo wake ni mkubwa sana kuliko udhaifu wetu. Upendo wa Yesu ni mkubwa. Labda leo kuna mtu hapa, labda wewe unayenisikiliza, inawezekana kabisa unahisi unazama. Kuna maeneo ambayo unahisi unazama. Labda unazama katika dhambi ambayo zimekuwa, labda ni dhambi hiyo imekuwa ikijirudia mara kwa mara, imekushinda kabisa. Labda ni madeni yanakunyima usingizi, unaona unazama kabisa. Inawezekana unazama labda katika ni ugonjwa. Ni ugonjwa ambao unakutishia, unakuogopesha hata kuwepo kwako kesho. Inawezekana labda unazama ni kwenye, labda ni migogoro ya kifamilia imekuwa mikali sana, au migogoro ya ndoa imekuwa mizito. Unaona kabisa hii ndoa inanizamisha. Unaona kabisa hii familia inanizamisha. Inawezekana unazama labda katika huzuni. Una huzuni kali baada ya kumpoteza mpendwa wako. Inawezekana ni mzazi wako, inawezekana ni mwenzi wako, ni mume wako, ni mke wako, ni mtoto wako, ni rafiki yako. Unaona unazama. Huzuni imekuwa kubwa. Inawezekana unazama katika kukata tamaa. Inawezekana kabisa pamoja na kuzama huko unajitutumua. Kwa nje unajitutumua kweli kweli kwa kuontabasamu mbele za watu,
lakini ndani ya moyo wako unaona unazama. Sasa ndugu yangu, habari njema ya injili ya leo ni hii: hakuna wimbi ambalo ni kubwa kuliko mkono wa Yesu. Ngoja nirudie, hakuna wimbi ambalo ni kubwa kuliko mkono wa Yesu. Hakuna shida ulionayo ambayo ni kubwa kuliko mkono wa Yesu. Hakuna matatizo ulionayo ambayo ni makubwa kuliko mkono wa Yesu. Changamoto ya hiyo ndoa yako sio kubwa kuliko mkono wa Yesu. Mawimbi yanaweza kuwa makubwa, lakini mkono wa Yesu ni mkubwa zaidi kuliko hayo mawimbi. Dhambi inaweza kuwa kubwa, sawa, lakini huruma ya Yesu ni kubwa zaidi kuliko hiyo dhambi. Ugonjwa huo unaweza kuwa ni mkubwa, lakini uwezo wa Yesu, ndugu yangu, ni mkubwa kuliko huo ugonjwa wenyewe. Na hata kama dunia yote itasema haiwezekani, Yesu bado anaweza kukunyanyua. Ndugu zangu, Petro anatufundisha siri kubwa sana, jambo moja kubwa sana, kwamba alipoona hawezi tena hakuita mashua nyingine. Alipoona hawezi tena hakuita wanafunzi wenzake. Alipoona hawezi tena alimuita Yesu. Ndugu zangu, hii ndiyo sala ambayo kila Mkristo anatakiwa kuijua. Sio lazima iwe ndefu sana, wala sio lazima iwe na maneno mengi sana. Hapana. Wakati mwingine sala yenye nguvu zaidi ni kama hiyo ya Petro: Bwana niokoe. Period. Bwana niokoe. Ndugu zangu, leo bado Yesu anapita katika mawimbi ya maisha yetu. Anapita katika mawimbi ya maisha yetu. Anatembea juu ya yale yanayotutishia. Bado ananyoosha mkono wake kwa kila anayemlilia. Leo Yesu bado ananyoosha mkono wake. Ukimlilia atanyoosha mkono wake kwako. Kwa hiyo ndugu zangu, usiogope ukubwa wa mawimbi yako. Jiulize tu, je, nimeushika mkono wa Yesu? Usiogope ukubwa wa mawimbi yanayokuzunguka pale. Hapana. Usiogope ukubwa wa mawimbi yanayokuja, upepo unaokuja, usiogope. Lakini jiulize, je, nimeushika mkono wa Yesu? Kwa sababu mkono wa Yesu ni mkubwa kuliko mawimbi hayo. Mkono wa Yesu ni mkubwa kuliko hiyo changamoto yako. Ninapomalizia ndugu zangu, nikuachie swali moja. Katika maisha yako unatazama nini zaidi? Je, unatazama mawimbi au unamtazama Yesu? Kwa sababu mawimbi yatabadilika ndugu zangu. Fedha, kama unazitazama fedha zitabadilika. Afya, kama unajiringia afya, inaweza kubadilika. Kama unatazama marafiki tu, hao marafiki wanaweza wakabadilika. Lakini Yesu habadiliki kamwe. Ni yeye yule jana na leo na hata milele. Ndio maana ndugu zangu, leo anatuambia, jipe moyo, ni mimi, usiogope. Yesu anasema, jipe moyo, ni mimi, usiogope. Huna sababu ya kuogopa. Kwa hiyo basi ndugu zangu, hata kama mawimbi ni makubwa kiasi gani katika maisha yako, usiyape nguvu kwa kuyaangalia kila mahali. Usiyape nguvu kwa kuyaangalia kila wakati. Usiyape nguvu kwa kuyaangalia kila siku, bali mtazame Yesu kila wakati. Mtazame Yesu kila wakati, kwa sababu ukimtazama Yesu kila wakati, anaweza kutembea juu ya hata yale yanayokuja kukuzamisha. Ukimtazama Yesu kila wakati, atatembea juu ya hayo ambayo yanakutishia. Ukimtazama Yesu kila wakati, atatembea juu ya hayo ambayo yanakunyima amani na usingizi. Atatembea juu yake na atakushika mkono, mtatembea pamoja. Utayakanyaga tena kwa ujasiri ukiwa umeshikwa mkono na Yesu. Ndugu zangu, niwatakie Dominika njema yenye baraka na neema. Kama ni mara yako ya kwanza unatazama mahubiri haya, hujawahi kusubscribe kwenye hii channel ya Amka Ule, nitafurahi